release from in the morning. Sauti ya Kenya 92.9. Hayo ni mawimbi ya redio. Lakini je, redio kwa zaidi ya karne moja imekuwa kitovu cha habari, burudani na mahali ambapo watu wanapatana kwa mshikamano. Safari yangu ya kujua uwepo na pia maisha ya redio ilianza kadri tu nilipopata shaka ya kwamba redio inaweza kuja na kufa kwa wakati mmoja. Sababu ya hii nilifunga safari moja kwa moja nikaelekea kwenye chumba cha habari cha mama ya mapeperusho yote kwenye taifa la Kenya. Hapa ni KBC. Nilitaka kwenda kubaini iwapo redio bado ina maisha. Nafungua inaenda. So ikienda, if it's not replied ama haijata MD ashapata hiyo. Mbona uko mahali fulani hamja sort. So wanapigiwa simu watu wa transmission nini kila kitu mpaka irudi. Kwenye ziara hii niliwakabako wanahabari ambao kwa sasa hivi wanafanya kazi kwenye vyombo vya redio. Swali langu lilikuwa rahisi tu. Je, redio ina maisha? Okay, yeah, that notion is true. Radio. I don't want to say that radio is being phased out. Actually, what is very important, and that is what most radio stations are doing. They are adapting to the new technology that is coming, because radio is very interesting because it has a way of accommodating any technology that comes by. Radio is able to do that. Ni vyema kusema kwamba radio iko hapa na haitaisha ama haitakufa. Labda nakosa maneno ya kutumia. Radio will not die. Radio ipo kwa sababu tangu miaka ya 20 kule na hata katika mataifa ya nje in the 80s ama 1980s, not 1980s lakini in the 1800s I would say kwamba radio imekuwepo. Tumetoka kule, tumesema Stone Age, tumekuja pole pole tukikua mambo na FM, sasa tuko katika masuala ya kidijitali. Wengi wao walisema kwamba redio bado inapumua na itazidi kupumua. Swali kubwa likabakia, je, sababu ya kidijitali, je, redio itafanyaje iweze kuinuka? As radio adapts to new technologies, presenters are also supposed to be, to embrace this new coming technology. Ni jukumu letu sasa kukubali, kugeuza mawazo yetu na nia, na tukubali kwamba nyakati zimebadilika na tukumbatie mfumo mpya wa teknolojia tunapofanya kazi katika redio. Ni vipi pia tunaweza kumakinika. Sababu hii niliwakabako wasimamizi wa mapeperusho ya redio kwenye kitengo cha KBC Radio Taifa, na nikamuuliza, je, ndoto ya mvumbuzi Muitaliano Marconi ingekuwa ya kuaga? Lakini alikuwa na haya ya kusema. Future radio ni kubwa kwa sababu kuna AI, na sasa hivi tunaunganisha ama tunatumia AI kuboresha vipindi vyetu, tunatumia AI kuboresha scripts zetu, tunatumia AI pia kuhariri habari zetu. Inamwezesha mfanyakazi, inamaanisha kwamba radio bado ingalipo. Akili unde haitapoteza nafasi, lakini akili unde itakuja kutusaidia kurahisisha kazi. Na inafaa kwamba sasa hasa wale wanahabari ambao wanachipuka na wanaibuka kwa sasa kwamba wajue akili unde iko pale kwa sababu ya kuwasaidia. Kwa mfano sasa kama unataka kufanya utafiti wako, unaufanya kwa haraka. Nilipata nafasi ya kutangamana na mashabiki wa kongwe zaidi wa redio, na mashabiki hawa walitupa historia ndogo ya tamaduni na pia urembo wa redio hapo awali, na pia walitupatia nafasi ya redio kisasa kidijitali. Kwa majina naitwa Sali Adisa, nimetoka Limuru. Napenda redio. Nakumbuka redio zamani ni kitu kilikuwa na value. Redio ilikuwa na shani wa nguo. Unapata babu ako nayo kwa baiskeli, iko na nguo ya green isichafuke. Na station ilikuwa ni moja ya KBC. Na unapata kwa village, labda unapata kwa village kwa village mzima unapata redio ni moja au mbili. Sasa unapata babu ama mzee
inafika kama saa 7, watu wote wanaenda pale chini ya miti, anakuja na ile redio yake, lakini anaambia sasa news za redio kila siku, leo pia lazima mchangie pesa ya vitu kwa sababu news imezoea kudoea sana. Redio ina mafunzo, redio inaelimisha na inaburudisha. Kwanza mimi hata kama ni mama hivi napenda muziki sana. Muziki napenda, manake inaniondolea mawazo. Kwa ajili ya mfumo mpya wa kidijitali, washikadau kwenye sekta ya redio wamesema kwamba mikakati yote imewekwa kuhakikisha kwamba redio haitaachwa nyuma na mfumo wa akiliunde, yani AI, na pia kuhakikisha kwamba AI si adui wao, ila huyu ni rafiki anayewasaidia kufanya mambo yao. AI inawezekana kwamba ipo inakuja kwa kasi, lakini AI ni intelligence, lakini mwana radio kama mimi ni wisdom. So I'm using wisdom versus intelligence tuweze kushirikiana na tuweze kuboresha mustakabali wa redio. Teknolojia zimekuja, basi ni vipi wale washikadau na pia wale ambao ni wanahabari na watangazaji watakubali kwamba kuna mfumo mpya wa teknolojia, basi tuianishe na hali ya sasa, alafu tuweze kuendelea. Radio will remain, radio will always be there. Whether there is technology change, whether there is new technology that is going to happen, radio is going to accommodate that new technology and is going to move on. Future radio ni kubwa. Kwa hivyo radio iko hapa, itadumu. Ni vile digital world pia imekuja. Sasa tuta-invite tu. Sisi as old school we have no choice. Kupitia makala haya ni bayana kwamba redio itazidi kutamba na kutambaruka. Lakini je, wewe unaenzi redio? Mawimbi yaliyozinduliwa mwisho wa karne ya 19. Mvumbuzi Muitaliano Marconi ana ndoto, akisha kwamba haujaua ndoto. Ombi langu ni redio izidi kutamba na kutambaruka na izidi kuwa na misingi imara. Haya ni makala ya redio. Langu jina ni Benjamin Kariuki.